Yes, bana, mambo vipi mtazamaji wa Badilika TV, mbele yako ni Malaika wa Simba. Malaika wa Simba, mechi ya Dar es Salaam Young Africa dhidi ya Azam imetamatika pale viwanja vya Zanzibar na Dar es Salaam Young Africa anakibuka mshindi kwa mikojo ya penati. Unalipi la kuongea wewe kama mdau wa mpira? Fainali ya kibabe kabisa hii. Baada ya kuona hali mbaya wakaamua kwamba ile mechi basi twende kwenye mikojo ya penalty ili kwamba Yanga aweze kuwa bingwa. Lakini mechi ilishaharibika toka mapema kabisa. Kwa nini? Refari anaenda kumpa mtu kadi nyekundu. Alafu tena timu ya Yanga Mwamnyeto Baka anaenda kufanya faulo ambaye ni clear kadi nyekundu pasipo kona. Mwisho wa siku sijaona kadi nyekundu. Hata kadi ya njano sijaiona. Nikajiuliza swali kwamba kwa hiyo Yanga akifanya kosa haruhusiwi kuadhibiwa. Lakini mwisho wa siku nikajua kwamba kumbe mipira ya Kitanzania, na ndio maana tufiki katika michuano ya mikoba ya ubingwa, ni kwa sababu tunaishi kwa maelekezo lakini sio kwa uwezo uwanjani. Kiuhalisia leo Azam alikuwa ameshamuini Yanga kwa kila engo. Yanga alikuwa atapatapa, hali yake ilikuwa ni mbaya. Mwisho wa siku marefari wakaamua kutumia maelekezo ambayo wamepewa ili Yanga apate kuwa mshindi na kuwa bingwa katika michuano ya leo. Imeniuma na nimeumia sana. Umeumia kwa sababu wewe ni mdau wa mpira, kilichofanyika sio haki, au umeumia kwa sababu wewe ni shabiki wa Simba Sports Club? Sina maana hiyo, nina maana mzuri tu. Maana yangu nimeumia kwa sababu mimi ni mdau mkubwa wa mpira. Nilienda kuangalia fainali ya Azam na Yanga, niangalie kiwango cha Azam na kiwango cha Yanga. Sikuenda kuangalia kwa sababu mimi mtu wa Simba. Mimi Simba tunatolewa na Azam. Nilisema kwamba Simba tunafungwa na Azam. Hatuna uwezo kuweza kupenda Azam. Hatuna wachezaji wa kuweza kuchana Azam. Hatuna viongozi wenye uthubutu wa kusema kwamba Azam tunaweza kumfunga. Nilisema mwanzo. Kwa hiyo leo nilikuwa mechi kwa ajili kuangalia fainali iliyokuwa bora, lakini mwisho wa siku miongoni mwa fainali mbovu ambazo sija kuziona ni fainali ya safari ya Muungano. Ubovu wake nini? Matukio mengi ya ovyo, refari kaema pande moja, lakini Azam ameonewa na ipo wazi. Yani kama refari yule wa timu ya taifa Morocco kule na Taifa Stars, Watanzania asilimia wengi tulisema kwamba sisi tumeonewa na mkaumia, na tukaumia kwa kweli, yani tuliumia sana. Mimi leo nasema Watanzania wale wote ambao walimwataki yule refari kusema refari ametuonea, basi sasa refari amerudi nyumbani. Sasa ni Mtanzania mwenzetu, anajua Kiswahili na anajua lugha zote. Sasa leo naye pia Watanzania tunapaswa tusimame naye pia tumkemee yule refari, ikiwezekana afungiwe, kwa sababu tusio tunaishi kama msemo wa Makonde anasema nyani aliyolilikundule, kwamba mkuko mguu binadamu mchungu. Isiwe hivyo. Watanzania nataka wasikie leo kwamba wakemee, na ikiwezekana refari afungiwe haraka iwezekanavyo. Refari kawanyonga Azam kwani kawanyonga kwa vibaya. Yani unajua bora unyongwe ukiwa na kosa, ukiwa na hatia, lakini Azam kanyongwa pasipokuwa na hatia. Hatuwezi kufika mbali katika mpira kama huu, na kwa hali kama hii kila siku tutakuwa tunaenda mbele tunarudi nyuma, hatutafikia malengo yetu. Unahisi labda referee asingetoa red card kwa Azam, unahisi Azam angeondoka na ushindi? Sio nahisi, yeyote yule ambaye ameangaa mpira ule leo, Azam ndio alikuwa ana advantage kubwa ya kuweza kushinda dakika 90, kwa sababu Azam cha kwanza alionyesha kwanza kumheshimu mkuu mwenzake, na ndio maana alikuwa anacheza mpira kwa kutumia akili. Akucheza kama anacheza na underdog, amecheza kama anacheza na mkuu mwenzake. Sasa Yanga Africa alikuwa anacheza kama Azam na underdog, na ndio maana wakalikuta Yanga Africa mwisho wa siku wakao wanacheza faulo za ajabu. Lakini baada ya faulo kupewa huku ikageuka upande mwingine, kwa sababu tayari kwamba Yanga alishazidiwa katika mchezo. Kwa hiyo mapema kabisa dakika 90 Azam mchezo alikuwa anamaliza kabisa, na hali ile nachoka mie. Hali ile kwamba Faisal hayupo,
Lakini pia wachezaji watano wa Azam ambao ni first 11 ambao wameenda timu ya taifa hawapo, ila Yanga wametia fulu mkoko, lakini bado maisha yamekuwa ni magumu. Yanga Afrika, poleni sana. Niliahidi kwenda kuwa house boy wa Engineer Hersi, lakini kwa mpira huu Engineer, tutanisamehe, siwezi kuja kutumikia wewe kwa sababu bado leo umebebwa, wewe hujashinda. Unahisi kwa competition aloleta Azam FC anaweza akachukua ubingwa wa NBC Premier League msimu huu? Siwezi kusema kwamba anaweza, ila sasa ili uweze kuwa bingwa ni lazima uwe na matokeo mazuri ambayo ya mfululizo. Sasa Azam kinachomsumbua ni matokeo mazuri ya mfululizo hana. Kwa hiyo ili aweze kuwa bingwa Azam, na anaweza kuwa bingwa akiamua, lakini amekwisha kupoteza mechi moja na draw 3. Sio shida. Hata Yanga sawa, kasale mchezo mmoja sawa, kwa hiyo sio shida. Bado ndio kwa Azam mechi za ligi tumecheza mechi ngapi? Mechi 5 tu. Kwa hiyo maana yake nini? Bado ana nafasi kubwa, ila ili aweze kuwa bingwa lazima awe na mchezo endelevu ambao matokeo mazuri. Lakini shida ya Azam leo anashinda na TRA, akienda kwa Pamba anafungwa au anasare. Kwa hiyo siwezi kusema na yeye anaweza kuwa bingwa, ili akituliza akili na akisimama vizuri, ana wachezaji na wanakocha ambaye wanaweza kuwa mabingwa msimu huu. Nikiangalia Yanga mbovu, nikiangalia Simba mbovu, Azam na Singida Black Stars, hizi timu hizi mbili hizi wakijielewa kidogo tu, msimu huu Azam anakuwa bingwa, kwa sababu Simba hatujielewi. Mangungu, natamani Mangungu kesho kutwa tumtoe Simba kwa mkopo, ikiwezekana tumpeleke hata Namungo kwa mkopo, kwa sababu kwamba sasa hivi kwamba pale Mangungu Simba tumeshamchoka, tumeshamkinai. Yani kama mtu kushiba ameshiba mpaka apitiliza. Kwa hiyo kwa performance ya Simba, uongozi wa Simba, utawala wa Simba, performance ya wachezaji wa Yanga, Azam wakituliza akili na kuwa mabingwa. Kubwa na linalovutia zaidi ni kipa bora Aish Manula kuwa kipa bora wa mashindano ya Mapinduzi msimu huu. Vipi wewe unasemaje, akiwa kama ni aliyewahi kuwa mchezaji wenu? Manula ana deserve kuwa kipa bora, sio leo tu, na Manula ndiyo play namba 1 kipa bora katika nchi hii. Hawa ambao tunasema nambari 1 wa nchi ambayo sio Yakubu Sunansu hawajamfikia Manula hata therusi. Performance ya Manula ni kubwa sana. Shida iliyopo Manula mpaka timu ya taifa ikaamua kumwacha. Waliomuua Manula ni akina Mangungu, wamemfanyia filigisu Manula toka kufungwa goli 5 hawakuweza kumwamini, kumbe wao wamemchongea. Kwa hiyo Manula sio kipa mbovu, Manula sio kama amezeeka. Manula bado ni kipa ambaye anapaswa kuaminiwa na kuwa nambari 1 Tanzania na kuendelea kuwa nambari 1 Tanzania. Manula ukiweka kwa Manula, ukiweka huyu Ayubu ni sana mbingu na ardhi. Manula ni kipa bora sana, na ndio maana amekuja kutudhibitishia kwamba yeye bado ni bora. Toa penalti hapa Kobe pale zuri. Sio, umenielewa? Amedhihirisha kwamba yeye bado ni bora, lakini Simba tunamtoa kipa bora, tunamleta kipa afadhali. Yaani sisi tunatoa kipa, tunaleta potelea mbali. Na maisha ambayo tunaishi Simba ni hayo. Huyo Okelo ameenda tayari wapi? Yanga FC. Okelo yule Simba ndio tunamtaka. Kwa Simba sasa tumekuwa ni watu ambao tunaota ndoto, alafu tafsiri ya ndoto anatafsiri mtu mwingine, matumizi ya ndoto anatumia mtu mwingine. Kwa kumalizia sasa, kituo kinachofuatia ni CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup. Hali ya timu yako wewe kama shabiki wa Simba Sports Club, unanipi la kuongelea wakati zimebaki siku kadhaa? Naiona Simba kwenda kwenye anguko kubwa, na anguko hilo alitaweza na lazima litatimiliza. Simba hatuna uwezo wa kukofai msimu huu kwenda kwenye hatua ya robo finali. Hapa ndo mwisho wetu, na mechi zidi ya Petro sawa, sisi tunaenda kufungwa tena kwa namna ya uongozi wetu. Shida ya Simba ni uongozi tu, wachezaji wenye kutupa mafanikio wapo, ila kwa namna ya utawala wetu tuliokuwa nao, hakilai Simba
tunaenda kuiona, nafikiri tarehe 23. Sawa. Tunaenda Simba kufungwa mara ya 3, tunarudi nyumbani, tunakaa tunaangalia, tunapewa mara 3, tukirudi nyumbani tutakaa, kazi yetu kucheza na watoto tu basi. Hatuna uwezo wa kufika popote kwenye msimu huu. Shukrani sana. Asante.